expect to see. We will be playing back that for you, but let's go back to our Mark Namaso speaking to a number of Kenyans. Hear what inspired them to make their way to Parliament. Mark, back to you. Yes, still here at City Hall Way, just close to the gate that enters the KICC, opposite City Hall and just close to the Holy Family Basilica. Now, let's just take a look at what the crowds look like here. It is about 1 kilometer to 1.5 kilometers away from the main entrance to Parliament. But you can see now we have how many streams we have. 2 huge streams. People are queuing to be able to get into Parliament, and they are about 1 kilometer to 1.5 kilometers away from the main entrance to Parliament. So that tells you how eager Kenyans are to bid farewell to their second president, retired President Daniel Arap Moi. Of course, there have been a few scuffles here, people trying to jump queues and security personnel trying to organize people in order to get something meaningful so that they can have some meaning to their day and their effort. Now, let's speak to a few Kenyans who fortunately have been able to get into Parliament and they are out. Let's begin with you. What's your name? Where do you come from? How has your experience been? What drove you to turn out today here? Okay, my name is Kelvin Kangede. I'm from Donholm. I came here at 8 a.m. in the morning. 2 hours later, I went in and I saw the body. I was extremely shocked because sijaiona huyo mtu, so I'm just curious, how old are you? I'm trying to gauge whether you are an adult or still an underage when he was president. I'm 19. 19. So he left power in 2002, so you are 1 year old. I think so, yeah. I was 1 year old. Congratulations. Now, let's talk to the next person. Kiingereza Kiswahili? Unaitwa nani, unatoka wapi, na nini kilikusukuma uje hapa useme leo acha tumpishe buriani? Naitwa Jackie Mhaemba wa Nguvo. Mimi ni mkaaji wa Nairobi. Nyumbani kwetu ni Kitale. Nimefika hapa hivi kwa mazishi ya mzee Moi. Mzee Moi wakati enzi ya mzee Moi nilikunywa maziwa ya mzee rais wetu Moi kwa muda mrefu ya 2002. Nilikuwa katika kidato cha katika darasa la pili. Hapo ndo nilianza kunywa maziwa ya Moi. Nimefurahia, nimekuja hapa hivi kumomboleza, but sasa ni kama tu sherehe, si hata ukiingia kila pahali naangalia ni kama sherehe, si ati ni ya matanga. Ningetaka kujua 2002 wakati mzee Moi alikuwa na staafu, ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Nilikuwa na miaka 9. Yeah, nilikuwa na miaka 9 wakati Moi akistaafu. Niko na miaka 12. Yeah. Yeye ndio wale mlikuwa mnauliza ati Moi wa Uganda anaitwa nani? Hapana, sisi tulikuwa nauliza Moi, mzee Moi alikuwa sema Harambee, nasema Nyayo. Sasa kuja kwanza kwetu ni Kitale, alikuwa anapitanga hiyo route ya Kitale kwenda Kapenguria, then akifika hapo hivyo saidi inaitwa Mutua. Anasimama hapo hivyo tunakisema mzee Moi amefika. Sasa kuna wazee walikuwa tunaona enzi za kitambo, wazee wanakuja wanapea mzee Moi kama jogo. Mzee Moi anatoa kitu anapea wazee wanafurahia. Then akirudi tena ni watu tunapanga barabara tu watu nini katika hiyo kijiji hizo. Very good memories. Incidentally, I also come from Kitale. Okay, thank you. Aya, unaitwa nani na umetazama ama bado? Mimi naitwa Faison Menya. Bado sitazama mwili. Nimefika hapa kwa line saa 2 hadi saa hizi bado niko kwa line. Lakini sasa mimi Rais Moi sijai muona, ndio hivi sasa ndio nataka kumuona kama amekufa. Una umri wa miaka mingapi hivi? 21. So wakati akistaafu ulikuwa na miaka kama 3. Yes. Sawa. Unafaa uko wapi kwenye foleni? Kwenye foleni bado ningali hapa, kuna mtu amenishikia line nisiruko na mwingine. Sawa. Aya, kunaye ambaye ametazama? Jina langu ni Jona. Kwa kweli niweza kufika hapa mwendo wa saa 3, lakini kwa bahati mbaya nilipofika tu katika hatua ya kuruhusiwa kuingia ikawa imesemekana kwamba laini yetu si sahihi, hivyo basi ikabidi maafisa wa polisi wameturejesha hadi sehemu nyingine ambayo hatujui ni wapi, maana tunaelekezwa tu kwamba mnastahili kwenda kuanza hatua hizo.
kumaanisha kwamba itakubidi umerudi kama kilomita 2 nyuma. Bila shaka itanibidi nimerudi, maana wale jamaa hawacheki na mtu na mwenye nguvu si mwenzako bwana. Shukran sana, Kiswahili kizuri. Tueleze waitwa nani? Mimi naitwa Joseph Karanja. Nifika hapa asubuhi na mapema. Nifanikiwa kwenda kuona mwili. Na kutoka wakati nilimuona na sasa hivi naona bado yuko sawa, hata huwezi sema kwamba ni yeye. Unasema tu bado tu ni yeye bado. Kwa maana nasikia nimefurahia kwa kumuona bado. Kwa kifupi, muda wako umetumika vizuri? Muda wangu umetumika vizuri. Shukran sana. Tumkaribishe mwanadada hapa, atakuja kwako. Karibisheni nyinyi vijana. Karibu. Haya, tueleze waitwa nani, watoka wapi na umefika hapa saa ngapi? Naitwa Bilha Otunga. Nimetoka Mumias, nilifika hapa asubuhi. Asubuhi saa ngapi? Saa 11? Saa 12. Tueleze, umefanikiwa kutazama na kutoa heshima zako? Nimefanikiwa, nimeingia, nimeona mzee Moi pale na nimesema apumzike mahali pema peponi. Nilikuja kumpa hii last respect kwa sababu kulikuwa na time nilikuwa nasoma Mumias Complex School na nilikuwa na kariri huko shairi. Sasa kuna siku moja enzi zake nikiwa katoto kadogo nilikuwa na shairi la kukariri. Nakumbuka tulitolewa shuleni saa 12 asubuhi, tukapelekwa kule barabarani mahali panaitwa Shibale. Tulikaa hapo kutoka saa 12 mpaka saa 9 Moi hajafika. Na mimi na lile shairi narudia tu, yani nakariri tu nikirudia. But finally Moi alifika. I recited my poem na it was fun. Tupe ubeti moja Wa hiyo shairi. Asante Baba Moi kutuletea maziwa ya Nyayo sisi watoto. Shukran sana.